Ebana, karibu sana United Insider. Mwendelezo ni ule ule, habari, gossip na mambo yote kuhusu Red Devils Manchester United. Manchester United wanaweza kwenda kwenye njia nyingine tena kama wataamua kuachana na Ruben Amorim, ama Amorim wataamua kuondoka kwenye klabu hiyo kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Na hii inakuja baada ya kauli hii ambayo alitoa Ruben Amorim. But I accept that, but I'm not going to change. When I want to change my philosophy, I will change. If not, you have to change the man. So hii ni kauli ambayo Amorim ameizungumza, na sio mara moja, imekuwa kama mara mbili mara tatu, akisema kwamba kama Ineos wataona falsafa zake au mbinu zake haziendani na wao na hazifai, wanapaswa kubadilisha mtu na kuleta mtu ambaye ni sahihi, na akiendelea kusisitiza kwamba bado tabaki na mbinu zake. Swali linakuja sasa, ni nani anaweza kupewa mfupa ule washinda wengi? David Moyes, Mourinho, Van Gaal, Ten Hag pamoja na kina Ole Gunnar Solskjaer. Wapo makocha kadhaa ambao wanatajwa kwa sasa, na leo tutawaangazia makocha watano ambao wanazungumzwa na wakiwa wamepewa kura nyingi za kuweza kuwa manager au makocha wafuatao wa Manchester United. Hii ni kutokana na mafundi wa kandanda, watu wa falsafa pamoja na wachambuzi. Namba moja ni Oliver Glasner. Huyu ni kocha wa zamani wa Frankfurt ambaye anapigiwa upato kuja kuwa meneja mpya wa Manchester United. Oliver aliweza kuwapeleka Frankfurt hadi kutoa ubingwa wa Europa League. Sasa ni meneja wa Crystal Palace. Mbinu zake za counter na pressing, nidhamu ya Kijerumani na kuandaa timu yenye hadhi unaonekana ni sababu ambayo anapewa nafasi ya kuwa mwalimu anaweza kuja kuifundisha Manchester United. Na je, unaweza kujiuliza mvuto wake ni vipi? Anaweza kuhimili joto la Old Trafford na mambo mengine, lakini ni mwalimu anayepewa nafasi kubwa na kisifika zaidi kwa kuwa na nidhamu pamoja na tactics nzuri, lakini pia ni manager asiye na jina kubwa, lakini tayari ameanza kuprove kwenye Premier League akiwa na klabu ya Crystal Palace. Huyo ni kocha namba moja ambaye kama Mourinho ataondoshwa anatajwa kupigiwa nafasi. Jina la pili ni Gareth Southgate. Huyu ni meneja wa zamani wa timu ya taifa England. Ni jina ambalo limekuwa likirudi mara kadhaa. Hata kabla ya Mourinho kupewa timu, Southgate alikuwa ametajwa kwamba anapaswa kuwa meneja wa Manchester United. Ana uzoefu mkubwa wa kusimamia nyota, kwa sababu akisimamia timu ya taifa England alikuwa na nyota kadhaa ambao wanafanya vizuri. Kwa hiyo ni mtu mwingine ambaye anatajwa, lakini pressure ya Manchester inaweza akaimudu? Hili ni swali ambalo watu wengi na sehemu nyingi wanajiuliza, na wanasema moja kati ya sifa zake ni mameneja ambao wako calm sana, lakini ana experience kubwa ya soka la England, akizaliwa England, akikulia England na akifundisha soka la England, na baada ya mifumo ya kizamani ambayo huenda labda Manchester inahitaji. Kwa huyu ni mtu mwingine ambaye anatajwa sana. Jina la tatu huwezi kushangaa pia, anatajwa manager wa Fulham, Marco Silva, ambaye anafanya kazi nzuri na klabu ya soka ya Fulham ambayo pia inashiriki ligi ya kandanda pale nchini England. Kwa miaka hivi karibuni ni mwalimu ambaye amekuwa akifundisha soka la kuvutia, soka ambalo limekuwa zuri. Huyu ni manager mwingine ambaye anatajwa na inaelezwa uwezo wake mkubwa ni kuweza kuboresha timu pasipo kutumia fedha nyingi. Kwa Marco Silva ni manager mwingine ambaye ni chaguo la watu wengi, na ikielezwa kwamba anaweza kuitengeneza timu kushambulia zaidi, ana experience ya Premier League na ni mzuri kuweza kudevelop wachezaji ambao mara nyingine wanakuwa wameshuka viwango, na sio mtu ambaye anatumia fedha nyingi kwenye kufanya usajili. Kocha namba 4 anayepewa nafasi mwingine ni kocha Andoni Iraola. Huyu ni mzaliwa wa kandanda la TikTok, mwanafunzi lakini wa ile Genga Impress, na alifanya maajabu sana nchini Hispania akiwa na klabu ya Rayo Vallecano, na sasa yuko kwenye klabu ya FC Bournemouth. Ni mwalimu wa kisasa ambao ana mbinu nyingi za kisasa, ni chaguo la kisasa zaidi, na ni bado mwalimu ambaye kijana. Kwa hiyo ni mwalimu mwingine ambaye anapewa upato mkubwa kama Amorim atakuwa anaondoka kwenda Manchester, lakini swali ni kwamba anaweza kuhimili pressure ambayo wengi imewashinda. Na sifa yake kubwa ni mtu ambaye ana tactics na intensity ya juu kwenye philosophy za modern football, lakini hajawahi kuwa underrate vijana na amekuwa akiwasaidia vijana wengi kukua. Jina la 5 litakushangaza, lakini limepigiwa kura na linaelezwa na sehemu nyingi na vyanzo vingi wanalitaja, ni Mauricio Pochettino,
manager wa zamani wa PSG, Chelsea pamoja na Spurs. Huyu ni kocha wa timu ya taifa ya Marekani kwa sasa. Yeye pia anapigiwa upatu wa kuja kuinoa Manchester, ikielezwa pia uzoefu wa Premier League na uzoefu wa kuwa na nyota wengi wa kandanda inaweza ikawa ni sababu ambayo anapigiwa upatu mkubwa wa kuja kuinoa Manchester United. Sifa yake kubwa wanasema ni experience ambayo yuko nayo, lakini ana falsafa ambayo ni imara sana yenye kuweza kudevelop vijana, na si mzuri wa mataji lakini anaweza kuijenga timu. So hawa ni mameneja watano ambao wanapigiwa upatu kama Amorim atakuwa anaondoka, kwa sababu ya hizi ambazo kelele zinazoendelea. Na Amorim ameonekana kuwa na tabia fulani pia yeye kama kibri, ndio maana anasema kama mnaona mimi am not the right person, mtafute mtu sahihi aweze kuondoka. Wewe mtazamo wako ni upi? Unafikiri kati ya mameneja hawa watano nani anaweza kuendelea kuja kuibeba Manchester, au ni wakati wa kuendelea kumvumilia Ruben Amorim? Usiache kusubscribe.